Ndugu zangu katika Kristo, na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibuni tuendelee kujifunza kwa pamoja kuhusu historia ya kanisa katika vipindi vyake mbalimbali. Katika sehemu hii ya pili tutaangazia kanisa la Antiokia, ambapo kwa sasa mji huo unaitwa Antaka, unaopatikana kusini mwa nchi ya Uturuki. Pia tutajifunza kumhusu Paulo ambaye ni mtume wa mataifa. Fahamu ya kwamba baada ya kufa kwake Stefano, udhalimu mkubwa ulitokea katika mji wa Yerusalemu. Wakristo wengi, hasa wale wa Kigiriki, walikimbia kutoka Yerusalemu. Baadhi yao walifika Antiokia, mji mkuu wa Syria, wakahubiri huko habari njema ya Yesu wa Nazareti kwamba ndiye Masia, yaani Kristo. Huko Antiokia ndio kwa mara ya kwanza wafuasi au waumini walipoanza kuitwa Wakristo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 11 aya 26 kinathibitisha hili. Jambo la pekee lilitokea pale Antiokia ni kwamba watu wasio Wayahudi ila Wagiriki na wapagani waliamini na kubatizwa. Huko Yerusalemu tendo hilo lilitiliwa mashaka. Wakristo wengi wakadai wapagani watahiriwe kwanza na washike sheria ya Musa ndipo wabatizwe. Mitume walimtuma Barnaba toka Yerusalemu aende kuwatazama wale Wakristo wapya, naye alifurahi juu ya neema na imani yao, akawahimiza wasimame imara katika imani, wala hakuwadai zaidi. Haya yalitokea mnamo mwaka 43 baada ya Kristo. Barnaba alikwenda mara Tarso, akamwita Paulo. Wakati huo Paulo alishakuwa Mkristo. Waliwafundisha Wakristo wapya. Baada ya safari ya kwanza ya kimishonari, Paulo na Barnaba walikwenda Yerusalemu walipotumwa na kanisa la Antiokia. Hapo mwaka 49 tu baada ya Kristo. Pale Yerusalemu, mitume Petro, Yohana na Yakobo walisikiliza habari za Paulo na Barnaba juu ya wito wa wapagani. Wakaamua katika mkutano huo wa mitume, au kwa jina jingine mkutano maalum wa kanisa uliofanyika huko Yerusalemu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 15, mojawapo ya maazimio yalikuwa ni kwamba wapagani wabatizwe wakiamini tu, wala wasilazimishwe kushika sheria ya Musa. Maamuzi yalikuwa tayari, ila Wayahudi wengi waliendelea miaka mingi kuwasumbua Wakristo wa mataifa na Paulo. Katika habari hiyo tunatambua ya kwamba hapo mwanzo kanisa lilichukulia hatua kubwa ya namna ya kuvuka mipaka ya Uyahudi na kujiunga na mataifa mengine. Lakini mabadiliko hayo hayakutokea bila kuwepo kwa changamoto au mgawanyiko. Yaani mahusiano kati ya Wayahudi na Wakristo yakazidi kuwa magumu. Hasa pengine mahusiano hayo yalizidi kuwa mabaya zaidi. Mapokeo yanamtaja Petro kama askofu wa kwanza wa kanisa la Antiokia. Wakati wa karne zilizofuata, kanisa la Antiokia lilikuwa na heshima ya pekee. Mfano, mnamo mwaka 110 baada ya Kristo, askofu mtakatifu Ignatius wa Antiokia alikamatwa na Warumi, akapelekwa Roma, akafa huko akishuhudia imani kwa kutoa damu yake. Antiokia, mji mkuu wa Syria, ulikuwa kanisa mama wa makanisa mengine. Askofu wa Antiokia aliheshimiwa mapema kama askofu mkuu wa sehemu zote za Syria. Kabla ya mwaka 300, Lukiano, padri mwenye elimu kuu, aliweka huko misingi ya chuo kikuu cha teolojia. Katika Antiokia alitokea pia Yohana Chrysostom, mwalimu na askofu mkuu wa Konstantinopo. Mji wa Konstantinopo kwa sasa unafahamika kwa jina la Istanbul, unaopatikana nchini Uturuki. Tumwangalie sasa mtume Paulo ambaye ni mtume wa mataifa. Paulo alikuwa pia na jina la Kiebrania Saulo. Alizaliwa huko Tarso, mji mkuu wa Silisia katika Asia. Wenyeji wa Tarso walikuwa wapagani, waliongea pia lugha ya Kigiriki, ila Paulo alikuwa Myahudi. Alishika sheria ya Musa sana, akiwa Mfarisei. Kijana huyo alihamia mapema Yerusalemu ili asome Torati. Gamalieli alikuwa mwalimu wake maarufu. Paulo aliona kuwa Wakristo ni wazushi wenye kumtangaza Masia asiye wa kweli. Wayahudi walipomuua Stefano, alikubali tendo hilo. Alikwenda mpaka Damascus ili huko pia awafunge Wakristo. Lakini njiani karibu na Damascus alitokewa na Yesu aliyejifunulia kwake kuwa ni Kristo na Bwana. Wenzake aliokuwa nao njiani walimpeleka mjini, kwani alikuwa kipofu sababu ya mwanga wa juu uliomtokea. Hapo alimtambua Yesu kama Kristo na Bwana, akasali. Baadaye Anania, mwanafunzi wa Yesu, alimjia akambatiza. Hayo yalitokea mnamo mwaka 36 baada ya Kristo. Papo hapo Paulo alianza kuhubiri imani yake mpya kwamba Yesu ni Masia na mkombozi. Wayahudi wengi walitaka kumuua, naye alikimbia. Baadaye zaidi alikwenda Yerusalemu kuwaona mitume. Akakaa huko wiki 2 tu, halafu alirudi Tarso.
Mwaka 43 baada ya Kristo, Barnaba alikwenda Tarso, akamwita Paulo aje Antiokia, akamsaidia kuwafundisha wanafunzi wapya waliotoka kwenye upagani. Mwaka 45 baada ya Kristo, Barnaba na Paulo waliteuliwa na kanisa la Antiokia, wakatumwa kuwa wamishonari kwa mataifa ya kipagani. Katika safari yao ya kwanza ya kimishonari walipitia Kipro, vile Pamfilia na Likaonia huko Asia. Mnamo mwaka 49 waliporudi Antiokia, walikwenda Yerusalemu kwa mtaguso wa mitume tulioona hapo awali, pamoja na wasaidizi wengine ambao walikuwa ni Sila, Luka na Timotheo. Paulo alisafiri mara ya pili mnamo mwaka 50 hadi 52. Luka ameandika katika kitabu cha Matendo ya Mitume jinsi Roho Mtakatifu alivyowahimiza kuvuka bahari ya kwenda Masedonia na Ugiriki. Paulo alikaa akahubiri huko Korinto mwaka 1.5 na watu wengine wengi wakaamini. Katika safari yake ya tatu ya kimishonari, Paulo alikaa muda mrefu Efeso, halafu Korinto tena, ambapo aliwafundisha sana. Akaandika pia barua kwa makanisa mengine, na katika kila kanisa aliwaweka wazee, yani maaskofu na wapresbiteri. Mwaka 58 baada ya Kristo, Paulo alirudi Yerusalemu, akawapelekea Wakristo fukara mchango wa fedha. Aliposali hekaluni, Wayahudi walisababisha ghasia na kufungwa kwake. Warumi walimshikilia huko Kaisaria wakati wa miaka 2. Alipokata rufaa kwa Kaisari, walimpeleka Roma. Huko aliwekwa kizuizini kwa muda wa miaka 2 katika nyumba ya kupanga pamoja na askari, ila aliweza kuwapokea watu na kuandika barua zake. Pengine mwaka 63 alifunguliwa, na mwaka 67 alifungwa tena. Aliuawa kwa kutoa damu yake kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maisha yake yote Paulo aliutetea uhuru wa wanafunzi waliotoka katika upagani ili wasishurutishwe kutii sheria ya Musa. Maana Wayahudi na Wakristo wengi waliokuwa Wayahudi waliendelea kuupinga uhuru huo. Ni mastahili makubwa sana ya Paulo kwamba alifungua mlango wa imani kwa mataifa. Alipewa jina la heshima, akaitwa mtume wa mataifa. Mwisho wa sehemu ya pili. Katika sehemu ya tatu tutajifunza kuhusu Biblia katika kanisa na jinsi vitabu vya Agano Jipya vilivyotokea. Asanteni sana na Mungu awabariki.